Ndugu zanguni, sote tunaelekea kwa Allah, lakini stage ya kwanza ni wapi? Ni hapa ndani ya haya mashimo ambayo kwamba tunayaona hapa ndani, na kila mmoja katika sisi, kwa kupenda ama kwa kutopenda, kwa kupanga ama kwa kutopanga, ni lazima tutaletwa sehemu kama hii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kama yaliyo ndani ya kaburi hapa ndani, ukishukia hapa mara ya kwanza, kuna adhabu na kuna neema. Kwa yule ambaye kwamba alimhifadhi Allah, Allah anamhifadhi hapa. Kwa yule alimkasirisha Allah, hapa hana amani. Akisema ndo kwa sababu kaburi, kama hapo utaenda kupata shida, jua siku ya Kiyama ni shida zaidi. Na kama kaburuni ukikuja utapata neema, basi jua siku ya Kiyama ni neema zaidi. Ndugu zanguni, ni swali tu, nani katika sisi hana uwezo wa kisikia adhana aende msikitini? Nani katika sisi hana uwezo wa yule msichana aliyenaye kama girlfriend yake kutumana wazee waende kwa babake wamzungumzishe, ukuwe naye kwa radhi za ambao kwamba ni wazazi wake? Nani katika sisi hana uwezo? Nani katika sisi hana uwezo wa kufanya kazi ya halali, asidhulumu Waislamu na wasiokuwa Waislamu? Nani katika sisi hana uwezo wa kutoa sadaka? Nani katika sisi hana uwezo wa kutendea wazazi wema? Nani katika sisi hana uwezo wa kusamehe watu ambao kwamba wamemkosea? Haya ni majuto ambao kwamba usipoyafanya unayabeba kaburini, na Allah anasema kalla, hakuna ambaye kwamba anaenda anarudishwa. Kwa hivyo ni kujiandaa, kujua labda naweza kutana na Allah leo jioni. Usikutane na Allah hali ya kwamba swala 5 hujaswali. Usikutane na Allah uko na haram relationship unaendelea nayo, na uko na wazee unaweza watuma kwa baba ya yule msichana uliye naye, ukaweza kumuoa kwa njia ambayo kwamba inamridhisha Allah. Usiende kukutana na Allah hali ya kwamba uko na mzazi ambaye kwamba umemneglect. Usiende kukutana na Allah na wewe unaenda kufurahia ndani ya furaha ambazo kwamba zinamkasirisha Allah. Na ndugu zanguni, mtu anaanzia wapi? The first step ya kurudi kwa Allah ni wapi? Wallahi ni sala, wala ghair. Muislamu yoyote anataka kujirekebisha, tunaanzia na swala. Na wanatuambia ulama wetu, swala ikikushinda, saumu itakushinda, haja utafanya, au utaweza hata kufunga Ramadhani wala kukuwa mwanadamu mzuri. Kwa sababu gani? Pale kwa swala ndo Allah ameweka tiba yetu. Mara 5 kwa siku tunaitwa kwa Allah. Ni nani ambaye kwamba anasema Allah ni mpenzi wake na hataki kukutana na mpenzi wake mara 5 kwa siku? Kwa hivyo ndugu zanguni, sehemu ya sisi kuanza kujiandaa na hii sehemu ni kwa swala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hapa ndani ya kaburi malaika wanapokuja kumwadhibu mtu, kuna baadhi ya mambo yanamtetea. Swala yake inamtetea, inaambia wale malaika, hamtamwadhibu huyu, hamna njia kwake. Kwa sababu gani? Alimhifadhi Allah, na leo ni siku yake ya Allah kumhifadhi. Mmoja katika watu wema anaondoka hali ya kwamba yuko katika deathbed, anamwambia, ya Rabbi, nimeishi kama ulivyonitaka mimi niishi duniani. Ulipokataza niliwacha, ulipoamrisha nilitekeleza. Ya Allah, nimeishi vizuri na wewe miaka yangu yote. Leo ya Allah, mimi nakutegemea. Mimi na wewe tumejiandaaje na hii siku? Kwa sababu wallahi sooner or later lazima, kama ni Ibrahim analetwa kesho, siku inayofuatia ni wewe ndugu yangu ndio unakuja hapa. Tumejiandaaje na kukutana na Allah? Aliondoka leo, it is not about her, it is about wale watu ambao kwamba wamebakia. Yeye yake imeisha, angaye amefariki akiwa Muislamu, si tutafariki aje? Na marafiki zako kama siku umefariki hawatasimama kwa safu kukuswalia wewe, kukuombea mbele ya Allah. Ndugu yangu, badilisha marafiki. Kama marafiki zako siku umefariki ni wale ukiwaangalia unaona hii ni ile mbogi itasimama nje ya msikiti, wallahi wewe hauna rafiki. Kwa nini tunasema vile? Kwa sababu swala peke yake ndio imemsaidia leo. Sisi kumleta, tungekosa angeletwa na wengine. Lolote tumemfanyia, tungekosa kumuosha, wangekuja waumini kutoka mashariki al-ardhi wa magharibiha na wangekuja kumuosha. Ndugu zanguni, undugu wetu tunauprove wapi? Wakati unasimama mbele ya Allah, unamuombea ndugu yako kwa nyoyo ya unyenyekevu, ya Rabbi msamehe, kwa sababu kila anayeondoka akona mapungufu yake. Kila anapoondoka ndugu yetu, hakikisha njoo umswalie, hata afadhali ukose mengine, lakini hiyo dua usikose. Huenda leo unamkopesha Allah na Allah atailipa kesho. Wewe ukifariki, Allah atajalia kuna mtu ambaye kwamba atakuombea wewe. Na ndio maana ni nasaha kwanza kwa vijana wenzangu. Aliondoka leo ni mtu ambaye kwamba yuko katika umri yangu na umri yako, kwa umri ya udogo. Leo tumezika mwingine, tumezika watoto 2 kwa siku ya leo, ambao kwamba tunajifundisha mauti haichagui. Hakuna kitu inaitwa guarantee nitafika utu uzimani. Watu wazima wanaondoka, vijana wanaondoka. Tujiandaeni na hii siku.